Ahsantum, ni swali zuri ambalo umeliuliza. Ni mtihani ambao sasa hivi ulimwengu umefikia, japo sio mambo haya sio kama yanatokea sasa. Mwenyezi Mungu anasema tilka al-ayyam nudawiluha baina an-nas, kwamba hayo ni mambo au hayo ni masiku ambayo tunarudisha tena upya kwa watu. Kwa maana kile ambacho kinatokea sasa hivi kinakuja kwa sura nyingine, lakini tayari kilishatokea katika siku ambazo zilipita siku za nyuma. Kwenye nyumati nyingine pia mambo yalishatokea. Kwa swala la mtoto wa halali ya kitanda, ni kweli wakati mwingine unaona kwamba mkeo amekuletea mtoto, na ukimwangalia mtoto sio wako, sura hazifanani, damu pia zinakataana. Ukiangalia pia inawezekana jirani yako, mpangaji mwenzio, mtoto ametoka kopi na yeye, lakini Uislamu unakwambia pamoja na hayo yote anabaki kuwa ni mwanao. Endelee kumchukua na umvumilie kwamba huu ni mtoto wako. Hii imetokea katika zama za maswahaba, zama za Bwana Mtume mwenyewe akiwa hai. Bwana mmoja alikuwa na mke wake. Wakati akiwa na mke wake, mle mke alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na mmoja katika wanaume wa nje ya ndoa. Kwa hiyo yuko ndani ya ndoa yule dada, lakini alikuwa na mvulana mwingine wa nje ya ndoa kwa akitembea naye. Sasa ikafika sehemu kwamba yule mwanamume wa nje, hata ndugu zake wakawa wanafahamu kwamba kaka ana mahusiano na msichana fulani ambaye ni mke wa mtu. Huyu wa nje akaja akapatwa na mauti, akafariki. Yule bwana, nadhani ndio kama sasa hivi kwamba mtu anakuchukulia mkeo alafu kesho unasikia amefariki, waweza ukaja ukasema alhamdulillah rabbil alamin, kwamba sasa ndoa yangu ipo salama, japo hatutakiwi kushukuru kwa vifo vya watu wengine tena. Lakini alipofariki, baada ya kupita muda, yule dada akaja akajifungua mtoto. Mtoto yule akitazamwa, sura sio za baba mwenye kitanda, mwenye nyumba, bali sura zimekwenda kwa marehemu ambaye alikuwa anahisiwa, na hata mume alikuwa anahisi kwamba mke wangu ana mahusiano na mtu fulani. Sasa hawa ndugu wa marehemu ambaye alikuwa akichukua mke wa mtu, wakawa sasa wana madai kwamba mtoto ni mtoto wa marehemu, ni mtoto wa kaka yao aliyezaa na mke wa mtu. Kwa hiyo wasema la, huyu mtoto ni wa kaka na tunataka damu yetu. Swala likaenda katika mazingira kama haya. Hawa wanataka mtoto wa kaka yao, lakini mwanamume naye kawa anang'ang'ania kwamba huyu ni mwanangu. Lakini japo sura taa mzima watu wakiangalia sura, bwana sio za kwake. Sura na kweli sura ni za marehemu. Kwa kidogo ikawa ni utata. Ulipotokea utata sasa, hapo Bwana Mtume ndipo akaja kuamua kesi. Mtume akamaliza mzozo, akasema alwaladu lilfirashi, mtoto ni wa mwenye kitanda. Ndio tukapata pale kanuni au kaida inayosema kwamba halali ya kitanda, mtoto ni wa mwenye godoro. Alwaladu lilfirashi, mtoto ni wa mwenye kitanda. Walilahiri alhajar, na yule mzinifu atakayezini yeye ni kupigwa mawe. Mzinifu aliyezini hukumu yake ni kupigwa mawe, hata kama kati ya mimba, lakini mtoto hawezi kupewa.
mtoto ataunganishwa kwa huyu aliyekuwa ni mwanamume wa ndani ya ndoa. Na ukimkataa mtoto unakuwa umekataa halali yako, kwa sababu wewe ndiye ambaye unamiliki kitanda. Kisha yule mzinifu hukumu yake ni kupigwa mawe, na wala hukumu yake si kupewa mtoto. Nadhani hivi ndivyo Bwana Mtume alivyokwenda kuimaliza hii kesi, na bwana akaweza kupewa mtoto wake. Pamoja na kwamba viashiria vyote vilikuwa vinaashiria kwamba jirani huyo mtoto ni wake. Sasa hapa pia bado pana utata wakati mwingine watu, ukija katika upande wa kimadhahibi hizi madhahibu za Kiislamu, hicho kitanda kinathibiti vipi? Yani mpaka iambiwe kwamba huyu mtoto ni wa mwenye kitanda. Tunajua kwamba mtu akioa mwanamke akakaa naye, baada ya muda anakuja kutoa kwamba mtoto, umeoa mwanamke umeishi naye, baadaye miezi chungu zima, miaka imepita, akaja ukakuta kwamba kazaa mtoto. Wanasema hapa kitanda kimethibiti. Kitanda kinathibiti vipi mpaka uambiwe kwamba huyu ni halali ya kitanda? Wakati mwingine mtu anaweza akaoa mwanamke akatembea naye akakaa, baada ya muda akaja ikathibiti kwamba mke ni mjamzito, lakini alishatembea naye tayari. Hapa tuseme kwamba yeye ndiye mwenye kitanda na mtoto atakayezaliwa ni mtoto wake. Maana hii inaleta ishkali kidogo kwa baadhi ya maulama. Mfano, nimeoa mke wangu mimi, baada ya miezi 6 anakuja kujifungua mtoto. Nimemuoa baada ya miezi 6 anakuja kujifungua mtoto. Sema la, hapa baadhi wengine wasema la, huo mtoto atakuwa ni wa alimpata kabla ya hapa. Lakini vipimo vya kidaktari vinaonyesha kwamba miezi 6 mwanamke anazaa. Lakini swali ni kwamba nimeoa mwanamke ndani ya miezi 5 tu anakuja kujifungua. Maana kuna mimba nyingine hazionyeshi tumbo liko sawa, wengine matumbo yao sio makubwa. Kwa mpaka kipindi umemuoa unamuona kwamba ana kitambi. Je, hukumu yake ni nini? Tutasema kwamba mtoto ni wangu au sio wa kwangu? Hapa ndipo panapokuja sasa ishkali inapokuja kuanzia. Mwanamke ndani ya miezi 5 anakuja kujifungiwa mtoto. Je, kuna mimba? Naam, miezi 6 inawezekana. Lakini je, chini ya miezi 6, miezi 5, mtoto ni wa mwenye kitanda? Je, inathibiti kwamba alwaladu lilfirash au la? Sasa hilo tutalitolea majibu inshallah katika anaweza zinazofuata.